si urembo ni makeup. Bro, outside hiyo ukisema unataka kutafuta dem rembo, bro utapata dem mwenye asubuhi like meet na yeye ni Rihanna. Lakini mkilala muamuke ni Akoth. Sejamanisha Akoth. No. You know I have used that Akoth because Akoth wengi wanakuanga hii kala yangu. Natural. Wao wapendangi mambo ya beauty, like mambo ya makeup, wanakuanga natural beauty. Sawa. Wao umechukua dem ufikiria udem neni mali. Hadi watu wa mabeshto wanasema, "Wow, huyu my friend, let me tell you, mkienda tu mlale ama mvua ianze kunyesha mkiwa kwa barabara." Unaona unashindwa kanageuka zebra. Kwani ni kangeze? Ni kangeze niko na edi. Anageuka zebra. So you know by the mimi hata mimi kenye naambianga watu. The moment unataka kuwa bro, achana na mademu wa makeup. Avoid kabisa. Ama demu wa makeup. I think makeup. So guys, this is Dr. Thompson show. Sawa. Tunawakaribisha sana kwa new channel. Sawa. So leo tuko tu hapa discussion 2 1 2 3. I have my guy here ambaye mimi mnanijua anaitwa Thompson. Wewe unaitwa nani? I'm called Jack or Mr. Oduge. Mr. Oduge. Sindio? Oduge himself. Oduge. Yeah. So guys, tuko hapa hivi, we are talking about 1 2 3, you know. This is my channel, na kama uja subscribe kwanza make sure umesubscribe na umeshare. Sawa. Nimewambia tuko road of 10,000 subscribers hapa Dr. Thompson show. Sawa. But pale Pastor show tuko road of 300,000 subscribers. Sawa. Yeah, so make sure una subscribe, ukishare na ukilike. Na maybe pia ukitaka kujoin, you can just tell me there. Sawa. Unaweza niambia Thompson pia mimi ni include kwa that group of discussion. Tutakukaribisha. Tutakuwa hapa na Mr. Jack ama Mr. Oduge. Bro, naona mnachoma watu na acid huku nje. Naona acid bro inatembea kutembea. Okay, I think of late ime hit deadline, but sidhani kama ni kitu ilianza. Leo pia nimeona mwingine amechomwa na acid. Leo naye ni mwanaume ametendewa hii jambo. Ami nafaa pia mimi nitafute acid nitembeane nayo kwa mfuko. Au unaona aje? Unafikiria mbona, lakini the reason do uchome mtu na acid. Bwana, hii kitu hii nimetoka mbali. Si kitu imeanza, it's just a form of gender based violence, lakini hatuwezi sema imeanza saa hii. Ya ni venye tu saa hizi social media ime amplify, lakini imekuanga. Watu wamekuwa wakichomwa, wakipigwa, and I think the society imenyamazia for hizo times zote, but nowadays sasa imeamua kutoka hadharani. Yani unaamua tu mimi huyu. By the kama nilikuwa nasikizia hii story, but by the nikikuuliza, do you think kama tuongelele yenye li trend hii ya juzi ya UMSDA the choir, watu wa choir sawa? Because the story by then nilikuwa nafuatilia na nilikuwa nasikia the story that the guy alisomesha the lady. Na akadi akamlipia fee, akamwambia you will be my wife. Sindio? Na making thing worse, yenyari na store, the lady know very well this guy ako married. Na ako na familia. Suddenly lady anakuja naamua tu hataki sasa mambo yako juu ashamaliza shule, hataki mambo yako. Anataka sasa yati amepata another Ben10. Unajua kuna kwanga na hii kitu inasemekana, sometimes we don't know who to blame, whether the hawk or the hen, but I think hapa we are trying to blame huo mwanaume, but both of them wako na responsibility. Okay. Wote wako na responsibility. But wewe ukifikiria tu sasa according to your view, wewe kama saa juu mimi kama Thompson by the way nikiongea on my side, I'm not saying ati niko so bias kwa mwingine ama niko nini, but the guy deserve that. Kuchoma huyo dem. Exactly. Okay, mimi siwezi sema kama kuchoma was the best option anyway, but not that hivyo kuchoma, but for me bro, unajua kusomesha dem. Bro, unajua kusomesha kulipa semester 1. By the way, semester the last time ziko 3. Ziko 3. Ziko 3 ama 4.
Ni tatu. So tuseme semester moja labda ni 120,000. Ishafika labda kama anafanya education maybe cheaper inaweza kuwa kitu 70-80. Exactly. So na ule jamaa alikuwa na kazi pesa yote. Sasa jamaa unajua the guy by this acquire. Jamaa acquire alikuwa na ile pesa yote. Ai jamaa kona do. Akona hiyo pesa. Wewe unasema nini na jamaa? By then niliona alipigwa bond ya 1 million. Na akatoa hapo. Na akasapotiwa na watu wa kwaya wenzake. Okay, so the choir then after that, after kusapotiwa, the choir wakaandika barua ati amekuwa suspended kwa kwaya. Okay. Unaona, but by the for me, bro, kulipa fee, umelipa fee, then sometimes mapenzi huwa inaumiza. You know that. Unajua hakuna kitu, mimi hata napenda kuambia mtu, ukijua vizuri unipendi, just tell me au unipendi. Nikae nikijua hata kama najiforce kwako, ulishaniambia haunipendi. Kuliko unanidanganya bro, unaniambia it's only you my love. Mimi na spend, alafu unajua si wanaume tunakuwa na ufala mingi sana. Mapenzi kidogo tu. Umeshaenda overboard. Ai, bro, mapenzi kidogo tu hata karibu tuwe kidini yako upatie. Let me tell you one thing. I think Thompson, one thing yenye watu wanafaa kuredefine kwa era ya sahi is what they call mapenzi. Unataka kusema kwani hii si mapenzi? Is this era? We should come to learn that. Bro, we are Gen Zs. It exist like that's according to you. Honestly, bro, kuna wengine hapa nje mapenzi kwao ni kama asali. Because ujue kama ni mapenzi, anything transactional life kuingilia katikati. Like I do this so that you do this to me. If these guys were to get married, wangepatana tu na waoane. And that's the point. Walikuwa waoane, sio uane, waoane. But the guy respected the lady. Akamwambia, because the lady alikuwa nasoma. Sawa. Akamwambia no problem, mimi nitakushughulikia. Imagine boy ameamua akashughulikia, amemlipia rent nyumba yenye anakaa. Na bro, I know you unajua bei ya hostels. Sawa. Analipa the rent, akamlipia fee, shopping, nini. Then baadaye unakuja unapata something like that. Bro, mimi na nitakuua. Okay. I will kill you by the way. Okay, it is okay. Kitu ujue, everybody ana express hasira zake differently. That's true. So mimi siwezi holia huyo jamaa grudge niseme alifanya vibaya. Hiyo ni penye yeye ameriact. By the tuseme nimeona watu wakimwambia pale comment section ati suende police station ufanye report. Anyway. Obviously ukienda police station, mapolisi wenyewe ndio wataanza kukumoka. Yeah, true. Si ndio? Yeah, true. Polisi wenyewe ndio watakumoka kwa kuambie maybe nishaisikia mwingine akireport mwanaume alipigwa na bibi. So akaenda kureport. Unajua kenye polisi alimwambia? Sasa wewe mwanaume mzima unakuja kureport umepigwa na bibi. But then you even want that hapa report. Ana report offense ilikuwa ni alipigwa na bibi. Huyo mwenye alipigwa na bibi understandable, but hapa ukienda kureport offense amekula pesa yako, ni mwizi. Mwizi ni mwizi bro. I depend umeniibia njia gani? Hapa kuna uizi. Hapo kuna uizi. Mbona ukule pesa yangu na unipendi? Alikuwa amekwambia nitakusomesha. So he did it. But they have agreement that nitakusomesha. Then wewe kenye utanipia return, I will marry you. Let me tell you. Unaniambia yes. Unaona hizo agreements zenye watu wana make mki have fun, wana have sex, they can't hold. So unasema waki have sex kuna agreement. Hizo agreements zenye make you. But I don't think sasa sex kuna agreement. Wewe don't know how men make agreements. Not agreement, promises. Yes, those are agreements. No, so, but then lazima kitu tujue is that I've come to realize that men should understand that women are very transactional. Like let me not even say women. Modern world is very transactional. So approach relationship from an angle of transactions. Ni biashara. Like, what do I gain from this person? What is the benefit? So akina nani hao analeta biashara? Ladies ama men?
I think the problem with this guy mwenye sasa tuseme sasa huyu mwenye alikuwa hapa is because yeye amekwama kwa ile mentality ya love ya kitambo ile yenye watu wangekutana and it was fairy tale. Ushaona? Si uongo, we met some of our parents by their mothers walisomeshwa na our dads na walikaa. Lakini hapana. We need to understand that the world may change. Hapo naye nimekata. Hapo hata ukiuliza the guy, director atakwambia hapo hakuna. Mamako ulisikia akisema alisomeshwa na babake? Bro ni umempata akiwa form 4. Bas achia hapo. Okay. Hiyo ingine mtoto atamalizia. Unajua what I'm saying? That kitambo those agreements were withholding. But saizi hizo agreements as withhold. So saizi one thing I'll tell everybody is wewe tafuta ule mtu una feel ana meet your shoe. Kama umepata ameachia form 4, piga hesabu zako. Can I do with this form 4 yake? Yeah, form 4 ameachia form 4 bas. Endelea, si amekuja kuoleka. Mwoe mzalishe. Na hiyo form 4 yake. Kama ni kazi mfungulie kazi. Sasa kama umeona unataka degree, wewe tafuta mwanamke azasoma degree. Ndio hiyo. Unajua mimi ushangaa by the way, mimi ushangaa na mwanaume anasema anasomesha dem. Sometimes nakanga hivi. Unajua by the way, venye tunakuwa kwa street sometimes. Tunapatana na mtu ati amesomesha dem alafu baadaye dem amemcheat. So mimi uka hivi na I wonder, unasomesha aje dem? Mtu ambaye si mamako, si sister yako, si damu yenu, mmepatana mkiwa wakubwa. Nani mtu mwenyewe hata saa hii unajua ni mtu anaweza kuacha. Of course. Hiyo pesa pia mamako akule. Okay, like at least hiyo pesa at least hata kama ilipotea unasema mamangu alikula, haiwezi kuuma. I think wenye wanasomesha wanawake wako na si mbaya anyway if you have it's not bad. Si mbaya anyway. It's not bad. Wale wenye wameamua kufanya hivyo congratulations, muendelee kufanya. But I think people need to approach this with open minded. That okay, let me msomesha ni kama like unaona you can meet some kid uko nje hananga wazazi, but it is your responsibility. Unaweza sema okay, wacha nisomeshe huyu mtoto. You don't expect anything in return. Umeelewa? Like si unaweza hata adopt mtoi. Mtoto unaweza adopt. But umprovide uhakikisha amesoma without expecting something in return. Umeelewa? The same thing I think wale wenye wanaanza kusomesha mabibi sahi wanafaa kuchukua hiyo approach. Ukiamua kusomesha bibi, wewe somesha. But don't have expectations that ni investment because people change. People change. Watu nao wanageuka. Na wanageuka haraka sana. Haraka sana. Kwanza lady, baadhi na nasikianga wakisema ama ilikuwa tu msemo. Mwanamke akipenda basi huwa anapenda kweli. Mwanamke akipenda amependa. I think those guys never knew something about ladies. Sasa ni mwanaume akipenda ndiye amependa. Okay, I think tumeona bro ndio ifike mahali hadi unaamua uchukue acid uchome mtu, inamaanisha hiyo mapenzi ili kuingia. Unafikiria ni mapenzi iliuma huyu mtu ama ni pesa? Bro hata si mambo ya pesa. Hii kitu the guy just fell. How many millions have I lost? This unajua ile ni gari labda hata kama angekuwa anaendesha angekuwa anaendesha maybe hata kama CX5 yake ama kama Mazda kake. Yeah, true. So amefikiria tu pesa zake because I don't think there is anything important alikuwa anapata kwa ule. But sasa tukiongelea msichana. Sawa? Yes, I know very well wanaume tunaweza oa bibi wawili. We are polygamous. Yeah, true. Since then. No, the reality of the nature is we are polygamous. Since then. Since. Ndio. So the lady yes alijua vizuri the guy as a wife. Na akajua ako na familia, not wife too, a wife with a kid. By the way walikuwa watoto wangapi? Watoto wawili ama watatu. Director unajua walikuwa watoto wangapi? Ni watoto wawili ama watatu. I don't know, sijui kama walikuwa maybe wawili ama watatu. Wanaweza kuwa wawili. Sawa. And then yes ukakubaliana na yeye. Nini ilikuwa inakimbia kwa hii msichana? Survival. Kitu ya kwanza mko church moja. Mko kwa the same. Mna trend already mlitoa video unajua sisi tunaongelea kitu kwa public domain. Kitu iko public domain hatuwezi ongelea. Hatuwezi sema hiyo. Tunaongelea kitu kwa public domain, sawa? You the same church, your video mmetoa mna trend. Sawa? Then unajua vizuri in which inamaanisha anajua di bibi ya huyu jamaa. Si ndio?
jamaa anakuja na kukatia, unakubali. Obviously najua kukulana wamekulana. Na not once. Let me tell you, unajua one thing I've come to realize ni most of people siku hizi tuna get into relationship not because tunapenda kuwa uko ndani, but because tunataka kusurvive. Unanielewa? I remember there was this time nikiwa college, and then there was this lady, alikuwa tu na pesa. But then I was like, is this somebody I will date minus money? And then like, not really. But then because unajua uko ndani uko so broke, and you are like, okay, because unajua ka shopping kitakuja in the end of the day, let me just do it. But then unapata commitment yako yote hapo haiko. You are there because you are simply trying to survive. Yeah. So my worry was, when my survival ends, sitakuwa maskini. I was like, sitakuwa maskini forever. There was a time I'll have money. Yeah. But what will happen when I'll have money? Then she will be rendered useless in my life. Yeah. So nilianza kuona time ingine, like time niko na pesa, hanioni. I'm always out with people who I feel I want to be with. But time yenye siko, I am there because of I am able to survive. So I've come to realize that is how this is the principle many people use in life. They are there for survival. Because ukiniambia this person was there, anajua vizuri huyu akona bibi na watoto, but still amejipeana hapo ndani, is because alijua that is the only way akonayo, either kukaa vizuri asome, and now that amesha soma, the whole thing was useless. maybe out of that. Sawa. Not see yeye tu campus ladies. Ama wenye wako university, wale wasichana wako university ama campus ama chuo kikuu, the way you will call them. Sasa do you think unaweza kuwa na dem mwenye ako campus usemange mimi I have a girlfriend anasoma, I have a girlfriend KU, I have a girlfriend UN, I have a girlfriend in Murang'a University, I have a girlfriend in it's called Nyatike yeah, University, I have a girlfriend in Jaramogi Oginga University. Do you think hawa wasichana wa uni unaweza kuwa ati dem yako? Okay, let me say this. I think maybe because hatuwezi toa miracles, but sasa kuna miracle completely in the world. Kuna miracle, right? Yeah, so some things will happen, we can't explain them. So because miracles exist, hatuwezi sema that hakuna good ladies who can keep relationships when they have to happen, that are trust. Okay, niko na boyfriend na keep wako, but si wengi, maybe 0.0 something %. But one thing I know, even right now, hata ukiwa kwa marriage unafaa kuwa uko years up kuenge tu ala tujue hata hapo na wachana na kukuwa na girlfriend. Hata hapo kwa marriage you can be married lakini unanga bibi. Aje uko kwa marriage aje na una bibi. That is not hey, kwani what is marriage bana? What is marriage? Utasemaje uko kwa marriage na una bibi? Aya. Unajua definition ya marriage tukienda kuidefine tuseme ni zililetwa na church. Because church or God? Okay, whatever. Let's say church. Let's say church or God. Okay. But okay, marriage wao wanasema ni a union of people yenye wamekuja together. Sawa? But what is this union? Ni nini inafanyikanga kwa hii union? Sometimes unions zinakosana. Si hata si unaona. But hiyo mkikosana so hiyo ni ex. No, life. But unajua marriage mkiingia huko mnaambiwa wangu aje? For us, for better for us. Who wants to be there when things are worse? But you know sahi hakuna msichana atakubali atumweke bro. Ati unamwambia lamba tu chumvi kesho Mungu anajua. And you think that utagongewa. And even nowadays I tell my fellow men, hata wewe ufai kukubali. Sifai kubali nini? Kama mtu yuko standards like, why are you there for worse? Because they will never be there for your worse. But you are the one supposed to make him look that better.
kumake that wife look better. Yeah. That you have, let me tell you one thing. There have been so much burden on men yenye imefanya nowadays men wanakaa overworked. Na saizi unasikia men wanasemekana like there's a lady I saw in December wanaume wameenda wapi? There's a post I saw the other day. Yeah. By that niliona wengine wanalia ati serikali iban pombe. Juu wanaume wao mrija marriage zao zinakatika juu mrija hawapewi mechi poa. Too much burden. Shaona? Not burden. Ile ilikuwa juu ya pombe. Let me tell you one thing. Wanaume wameenda mimi u believe 3/4 of men wenye wana drink is not because of their own problems. But wengine wako because of their happiness. Because yes, kuna wenye wako because of their happiness. 3/4 hawako wapo because of their own problems, but problems zenye zimekreatiwa na their family. Na hii family ni time yenye, si unajua time uko peke yako si family. Yeah. Time uko peke yako uko bachelor. So family ni time yenye wife amekam. So that means your problem haikuwa yako. No, wife akikam bado that is not a family. It is that is a relationship. Plus mtoto. Sasa mtoto akikuja that is a family. Yes. So ujue hizi problems zote ungekuwa peke yako, they wouldn't have been there. So ajabu kusema the moment unaoa hapo ndo unaleta problem. Unajaribu kusign problem. Usiseme ni mimi. Wamesikia. Usiseme ni mimi, but I'm telling you that okay, the moment you get married, jua you are not dealing with your own problems. You are dealing with problems za watu wengi. So they expect you. But now the society libeba hii burden yote ikawekea mwanaume. So and nobody cares by the way when you say unaambiwa wewe ni mwanaume. Na men try. Hii dunia yote utapata ni mwanaume is the only person mwenye ataoa msichana hajasoma na amesoma, akae na yeye, huyu mwanamke aishi kama hajasoma na akule vizuri na akufe na huyu jamaa mzike na respect. What do you think mwanaume time unataka sasa umeamua nataka kuacha ujana, I need to get in marriage. What do you think a man should look? Anafaa kuangalia nini kwa dem kufurumbanya? Anafaa angalie the beauty, because they say the beauty of the woman lies in man's eyes. Exactly. Okay. So is it the beauty or is it the heart? Lakini huwezi angalia roho iko ndani bro. Now hapa ndio penye tunaanza. Hapa ndio penye unaona penye tunaanzanga kudanganyana ni hapa. Unaelewa? Wow. One thing najua as a man, kuna vitu I can learn. Kuna vitu naweza unlearn. Kuna tabia zingine nilikuwa nayo by the way zenye niliwacha. But sura yangu sidhani kama naweza wacha. So one thing I always tell is, okay, people will tell you, oh, look at the heart, but our needs change. Umeelewa? So a heart is there, yes. But one thing I know is a good percentage is what will happen if this person is not pleasing to you. Now urembo is what we call aesthetically. Yeah. Because unapata most of the women wenye wanakaa ni tabia mzuri sana ndio wanateseka kwa ndoa. Go ask them. Wale wenye wanakaa they are so obedient, wako nini, the family women, wao ndio wanateseka sana. Why? Si mabwana hao wamepotea na wale wenye ni warembo kwa huko. You get? So that is where polygamy was essential. Kuna women who can contain home. Umeelewa? But kuna tu ule mwenye me to briefcase can just parties show off purely. Yeye kazi yake ni kutumia what is been made na kufurahisha mzee. But kuna mwenye ana make mali na kuweka home ikae balanced. But now the society liban hizi vitu zote when you have polygamy utakaa record, oh, you are irresponsible, oh, we didn't do this in church. But we all need these things. We all need happiness na we all need family. Naye unapata wale warembo hawawezi maintain family. But wale wenye wanaweza maintain familia vizuri hawakubarikiwa sana kisura. So unajaribu kusema like a man
ndiye aoe, angalia sura. Mimi nawaambia mzee, angalia what will keep you there. But if kama umepata what will keep you there, na this thing ndio yenye inafanya unaichoma na acid bro. So what? Leo hapo ndio kuna issue. Umetafuta yes what is pleasing. And let me tell you something minor. My father told me something by the way. The moment unaona uko na demrembo. Mwenye ukipita hata wewe unaona tu watu wanamwangalia. Bro, jua yuko peke yako. Okay, you have more competition. But now that lady know very well I'm beautiful. But then let me tell you. You understand? Anajua vizuri I'm beautiful. So ni ule msichana mwenye hata huwezi mrekebisha kwa nyumba. Juu kimrekebisha anajua vizuri I'm beautiful. I will use my beauty go. I can leave you. You understand? Let me tell you. That's why hata nasikianga watu wa kitambo, mtu wa kitambo hakuwa anaambia bibi yake baby you are beautiful. Okay, unajua anajua tu vizuri akimwambia kiburi ndo. Kiche imejaa hapo. So alikuwa anamwambia tu wewe ni bibi yangu. Wewe ni bibi yangu. Okay. But nakupenda, but you say that you are beautiful. Let me tell you. Unaona each time una deal na lady, one thing we should know is your self esteem. Jiamini tu. Hata kama hujajiamini, but one thing ujiamini ni jiamini tu. Okay, as much as watu watakwambia usijui uko na nini mrembo, don't put yourself there like mimi bibi yangu mrembo. No. Hata wewe umejua tu ni mrembo, but hiyo urembo unajua unaonanga because hayuko na wewe hapo. Ukikaa na yeye hapo 1 week things have normalized. So but nasikianga pia wanasemanga demu unaweza muoa kwa obvious hakuna mwanaume anaoa demu mwenye si mrembo. You know, mimi naweza oa demu. Naweza ona demu nimuone ni mrembo kimimi. But according to you, she's not beautiful. We just have to agree on certain standards. Unasema unataka ule mwenye kila mtu anaona wow. She's beautiful. Bro, ukioa msichana, ukioa demu, ukiwa nayo, upite nayo your 3 friends, usikie hawaja kuambia kitu. Hata wewe alert. Umeelewa? Kuna standards mzuri. Unaona kuna standards of beauty. Even ukienda hata kitambo, even there's this philosopher alikuwa anaitwa Aristotle. Aristotle alisema vizuri, everything yenye inakaa beauty iko na standards zake. 1 ni color. 2 ni symmetry. Symmetry inamaanisha hii kitu ikisimama hivi, unaweza ipasua hivi katikati. Na both sides ziko same. Umeelewa? So it's like unaonanga kama watu wanaenda catwalk. Si ati wale wasichana wanakuangati ni warembo like nini, but there's standards zenye wamemeet. When ndio unaonanga wamewekwa watembe. Do you know this song? Si urembo ni makeup. Ni makeup. Do you know that song? Yeah, I know that song. Ni msanii wetu anaitwa Meja. Si urembo ni makeup. Bro, outside hiyo ukisema unataka kutafuta demu rembo. Bro, utapata demu mwenye asubuhi like ukipmeet na yeye ni Rihanna. Lakini mkilala muamuke ni Akoth. Sijamaanisha Akoth. No. You know I have used that Akoth because Akoth wengi wanakuanga hii kala yangu. Natural. Wao wapendangi mambo ya beauty, like mambo ya makeup, wanakuanga natural beauty. Sawa. Wewe umechukua demu, ufikiria udem nani mali. Hadi watu wa mabeshto wanasema, "Wow, huyu my friend, let me tell you, mkienda tu mlale ama mvua ianze kunyesha mkiwa kwa barabara." Unaona unashindwa kanageuka zebra. Kwani ni kangeze? Ni kangeze niko na head. Anageuka zebra. So you know by the ufaiku. By the hata mimi kenye naambianga watu. The moment unataka kuwa bro, achana na mademu wa makeup. Avoid kabisa. Ama demu wa makeup. I think makeup kitu ujue. Makeup was made to enhance beauty. Si kuimake. Bro, kuna mtu anapiga makeup hadi ina make that beauty. So do you know there is a makeup yenye unaweza pigia ugeuke Alejandro? Wewe ugeuke Alejandro. I will want to that one. Do you know that? I will want to try that. They know. They know. That's why you will see a lady. Unaona msichana mwenye unamwambia ati babe, nataka nikupeleke out.
Ulimwambia saa 6. Saa 7 8 bado wako. Saa 8 bado yeye anajipodoa. Saa 9 anakupigia simu saa 10:30 ati baby ndo nimemaliza. Avoid those ladies. Okay, one thing I know with most of those ladies now when I go psychologically inakuanga ni self esteem. Unajua kama mtu haizi jiamini natural, lazima ongeze vitu zingine artificial. Ndio kwa sababu anaona yenyewe siko complete. Na mtu yote ameanza kujifeel complete. Wacha nikwambie au wasichana wasumbuangi juu ya makeup. Wanasumbua nanga juu ya kitu wamejificha ndani ya hiyo makeup. Hakuna mwanamke stressful kama mwanamke jiamini. Na ndio hiyo nikakwambia mwanamke anatumia makeup. Yes. I hate that. So hiyo makeup anatumianga juu hajiamini. She don't believe on herself. She doesn't believe on herself. Sasa ujue the time unamweka kwa nyumba, akitoa hiyo makeup sasa, ile part yake yenye hajiamini ndio umekuwa nayo kwa nyumba. You have the problem. So watu ufikirianga ni makeup ilileta shida. But makeup bado imeleta shida. Ni ile kitu ilifunikwa na hiyo makeup. Ni kama nikuulize, ushaona mtoto wa chui akiwa mdogo? Huwa anafanana na nani? Paka. Paka, yes. Si ndio? Huwa inafanana na paka. So unataka kuniambia umechukua mtoto wa chui, unaweza chukua mtoto wa chui useme ati ni paka? But ni chui tu. Itakuwa chui. That's why I'm telling you. Bro, dem wa makeup. Atu dem unatafuta ni mrembo, beauty. But unajua one thing nilikwambia is sometimes unaona the reason mbona nilikwambia about choose mtu beautiful is because hizi vitu zingine unajua hata chui inaweza trainiwa. Though ni kazi ngumu. But it can. I know. Any animal, no animal cannot be trained. But hata kama imetrainiwa bado ujue ni wild animal. Yeah. Umeelewa? Wild animal is a wild animal. Yeah, wild animal is a wild animal. Yeah. So pia yes, unaweza chukua msichana mrembo. Tabia unaweza rekebisha. Unaona hata hii kuchomwa na acid. Si ati huyo jamaa alikuwa anataka kufanya kitu kingine serious. Kuchoma mtu na acid ilikuwa kitu serious. Ukibuliza his idea ilikuwa anataka kufunza huyo dem ashike laini. Lakini bro, sura yake saa hii hata naangalianga huyo. Unaona? Naangalia sura yake akiwa hapo na saa hii. Now I'm very sure huyo dem ameshika laini. Trust me. He will never try again. Hizi jaribu kitu. That's true by the way. That is the truth. So the message at the end of the day imesendiwa home though in the wrong way. So unataka isendiwe in which way? Okay. But by the way, big up to Sonko, Mike Sonko, nilisikia akisema anaenda kumshughulikia ageuke mrembo tena. But kiniambia okay, Sonko is right, but Sonko pia is a good guy. He does what should be done. That is responsibility. But the only thing sikupenda na hiki tu ni watu forget about the pain of the man. Yeah, actually, and that's why ulisikia nikianza nikisema the man, mimi naweza support the man. Because bro, mapenzi wewe inaumiza. Imagine umelipa semester 1, semester 2, semester 3. Bado hujaweka shopping, rent. Then mtu after amegraduate, unajua kuna video zilitokea by the way kama amegraduate pamoja hadi yeye anampea mazawadi nini. Yeah, true. After that, unaniambia ati sasa mimi sikupendi, mimi napenda huyu. Napenda huyu. Ati I don't see this relationship ikiwork. But then wacha nikwambie there's a guy, I think ni Kafka, anaitwa Frank Kafka. He's a writer. Aliandikanga that good men finish last. Good men finish last. If you want to be hard in this world, kuwa good man. Ayone ni ukweli. That's true. By the way, to be ukijifanya ati good man. A good man. Not only good man, good person. Good person. Finish last. You can't please everyone. If you want to please Kenyans, then sell ice cream. Direct nikatio kitu. If you want to please everyone, bro, sell ice cream. Hiyo ndio utafurahisha hadi watoto. Lakini saa hii TV hivi. Well, let us meet in a bit, guys.